Karibu tena ndugu msikilizaji. Tunaendelea na kipindi chetu, ni kipindi Spring of Life, chemchemi ya uhai ndani ya neno lake Bwana wetu Yesu Kristo. Kipindi iliyopita tumemalizia, tumeona Pasaka ni nini, tumeona Pasaka imeanzia wapi, na tumeona ni nini mikate iliyotiwa chachu na nini chachu ni aina gani. Tukimalizia pale kwa maneno ya mtume Paulo alivyoandika kuwa tule na tusherekee ile sikukuu sio kwa chachu ya kale, bali tukiwa tumegeuka wapya na mawazo na kila kitu tumgeukie Bwana wetu Yesu Kristo. Basi tunaendelea na kipindi hicho tulikoishia, ndiko tunaendelea tukisema maneno ya Mungu kuhusu ile Pasaka. Tunasema Pasaka ya kwanza ilikuwa ni kule Ramses, kule Misri. Ndipo Pasaka ya kwanza ilikuwa. Tunaposoma kitabu cha Kutoka sura yake ya 12 mstari wa 21, ndio mstari tulisoma ule mwanzo na ndio mstari tunasimama eko. Tunaona kama ile Pasaka ya wakati ule wa watu wa Misri, wa Israeli walipokuwa kule Misri, ilikuwa na msimamizi, na yule msimamizi alikuwa ni mtumishi wa Bwana Musa. Na ile Pasaka wamepewa maagizo, wafanye hiki, wafanye hiki. Na ile Pasaka ilimaanisha kwao kuachiwa huru kwa Waisraeli kutoka nyumba ya utumwa kwa Farao ili kumtumikia Mungu wapi? Jangwani. Ndipo Mungu alivyomwambia sasa Musa, kwa hii Pasaka ilikuwa ni ukumbusho kwao, ilikuwa ni ishara ya ushindi. Mungu aliwafungulia njia wa Israeli. Walitoka katika nyumba ya utumwa kwa Farao wakaelekea jangwani ili wamtumikie Mungu wao. Sasa baada ya Pasaka hiyo, wao si watumwa tena kwa Farao, bali wamekuwa huru, wameachiwa huru kutokana na ile kula mikate isiyotiwa chachu na ile mwanakondoo wa nini wa Pasaka waliofanya nini, waliokula. Wameachiwa huru, wakaondoka wakaenda jangwani. Katika hii Pasaka tunaona vitu viwili. Hii Pasaka ya Musa iliyokuwa kule Ramses ndiyo Pasaka ya kwanza. Tunaona mambo mawili. Tunaona malaika wa kutimiza malengo ya Mungu, districteur. Huyu ni mjumbe wa Mungu, ni mjumbe wa Mungu anayekuja juu ya kutimiza, kuexecute mashurti ou bien le commandement divine. Ukisoma kitabu cha Kutoka, kitabu cha Mwanzo, kile kitabu cha Mwanzo sura yake ya 19 mstari wa 13. Mwanzo 19 mstari wa 13 panasema hivi: kwa maana kilio kilichomfikia Mwenyezi Mungu zidi ya wakazi wa hapa ni kikubwa mno, naye ametutuma tuje kuwaangamiza. Mungu amesikia kilio, amesikia dhambi zinazotendeka wapi? Katika ule mji wa Sodoma. Anatuma watumwa wake, watu speciale, force yenye iko speciale, ili waende kufanya nini? Kuangamiza maovu kule Sodoma. Ndiyo hawa wenye Mungu alituma wakati wa Misri. Misri anagoma kusikia sauti ya Mungu. Farao anasema mimi sitawaachilia.
wao nao wamebaki imara katika imani, wamefuata maagizo na shurti za Mungu. Mungu naye akasema, nitamtuma mtu wangu. Nyinyi fanyeni kitu kimoja tu. Mtapaka damu, ile damu ya mwanakondoo, mtaipaka kwenye milango. Alafu yule mtu akija, yule malaika akija, atapita juu. Akiona tu damu, atapita juu, wala hataangamiza watu wa ile nyumba. Huyu ni mtumwa wa Mungu. Pasaka hii imekuwa pia na sheria. Imekuwa na sheria. Kutembea na Mungu lazima kuwe nini? Kuwe sheria. Sheria hizo tunaziona katika ile kitabu ya Kutoka. Kitabu ya Kutoka sura ya 12 verse ya 43 hadi 51. Tunasoma zile sheria. Mwenyezi Mungu aliwaambia Mose na Aroni, yafuatayo ni maagizo juu ya azimisho la Pasaka. Mgeni yoyote hata shiriki chakula cha Pasaka. Hiyo ni agizo ya kwanza. Mgeni yoyote asishiriki chakula cha nini? Cha Pasaka. Tumempokea Kristo. Tumeoshwa kwa damu ya Yesu Kristo. Sisi tuna siri na Kristo. Sasa siri yetu na Kristo ni siri yetu na Kristo peke yetu. Wa mataifa wasiomwamini Kristo hawapaswi kushiriki siri yetu na nani? Na Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na shurti ya pili, lakini mtumwa yeyote aliyenunuliwa kwa fedha baada ya kumtahiri ataruhusiwa kufanya nini? Kuishiriki. 44. Sasa huyu tena si mtumwa, kwa kuwa amefuata sasa maagizo ya nyumba ya baba. Wakati wa Israeli walitoka kule Ramses, hawakuja wenyewe. Hapana, walisafiri pamoja na watu wa Misri. Kuna watu wa Misri waliona makuu na maajabu ya Mwenyezi Mungu, wakaamini Mwenyezi Mungu. Wakati wa Israeli walifanya vile, nao walifanya vile, wakapata kuokolewa pamoja na nani? Na Israeli. Ndio hawa watumwa wanaosemewa hapa. Wamekubali masharti ya mwenye nyumba, nao wanapata nini? Wokovu. Msafiri yoyote wala kibarua yoyote hata shiriki chakula hicho. Mwanakondoo wa Pasaka ataliwa katika nyumba moja. Hamtatoa nyama yoyote nje ya nyumba ili alimochinjwa, wala hamtavunja hata mfupa mmoja wa mnyama wa Pasaka. Jumuiya yote ya watu wa Israeli itaazimisha sikukuu hiyo. Mgeni yoyote anayeishi miongoni mwenu akipenda kuazimisha sikukuu ya Pasaka, ni lazima kwanza wanaume wote wa nyumba yake watahiriwe. Hapo atahesabiwa kuwa kama mwenyeji na kuruhusiwa kushiriki. Mwanamume yoyote asiyetahiriwa asifanye nini? Asishiriki kamwe. Sheria zile zitamhusu mzalendo Mwisraeli na wageni watakaoishi miongoni mwenu. Waisraeli wote walitii sheria hiyo na kufanya kama Mwenyezi Mungu alivyoagiza Musa na Aroni. Siku hiyo Mwenyezi Mungu aliwatoa Waisraeli chini Misri kwa makundi. Ndugu mpendwa, tumekwisha sikia maagizo ambayo Mungu aliwapatia Waisraeli. Anasema kwanza, mgeni asile kwa ile chakula ya Pasaka kabla hajakubali kutahiriwa, akubali masharti za mwenyeji wa nyumba. Mungu hakuleta ukombozi kwa Waisraeli tu, bali alileta ukombozi kwa watu wote. Ndio maana unaona pale neno linasema wageni, masharti haya yatakuwa hayo mamoja kwa wageni
na wenyeji wa Israeli. Maana yake Kristo mkombozi atakuja ni mmoja kwa mataifa na kwa Waisraeli. Hakuna Kristo wa mataifa, hakuna Kristo wa Waisraeli. Kristo mkombozi wetu ni mmoja, na sisi wote tu wana wa Mungu kupitia damu yake Yesu Kristo. Pasaka hii ya kitabu cha Kutoka ambayo ilikuwa ni kipaumbele, ni laissez-passer kwa Waisraeli ili watoke Misri, ni Pasaka iliyoandaliwa na Musa, na ni Pasaka ya Mwenyezi Mungu yeye peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Pasaka ya pili ni Pasaka ilikuwa mlimani Sinai. Pasaka hiyo ilikuwa mlimani Sinai, na aliyeandaa Pasaka hiyo ni mtumishi wa Bwana Musa. Tusome katika kitabu cha Hesabu, kitabu cha Hesabu sura yake ya 9 mstari wa 1 hadi wa 14. Kisha mnamo mwezi wa kwanza wa mwaka wa pili baada ya Waisraeli kutoka Misri, Mwenyezi Mungu aliongea na Mose katika jangwa la Sinai. Alimwambia, Waisraeli sharti waiazimishe sikukuu ya Pasaka wakati uliopangwa. Hii itakuwa siku ya 14 ya mwezi huyu, wakati wa jioni. Watafanya hivyo kufuatana na masharti na maagizo yake yote. Kwa hiyo Mose akawaambia watu kwamba wanapaswa kuiazimisha sikukuu ya Pasaka. Basi wakiazimisha Pasaka jioni, siku ya 14 ya mwezi wa kwanza katika jangwa la Sinai. Waisraeli walifanya yote kama Mwenyezi Mungu alivyowaamuru Mose. Lakini baadhi ya watu waliokuwapo walikuwa hawawezi kuiazimisha sikukuu hiyo ya Pasaka kwa sababu walikuwa wamegusa maiti, wakawa najisi. Hao waliwaendea Mose na Aroni wakawaambia, sisi tu najisi kwa kuwa tumegusa maiti, lakini kwa nini tukatazwe kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka zake kwa wakati uliopangwa pamoja na Waisraeli? Mose akawajibu, ngojeeni mpaka hapo nitakapopata maagizo juu yenu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Naye Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, mmoja wenu au mmoja wa wazao wenu akiwa najisi kwa sababu amegusa maiti, au akiwa mbali safarini, lakini akiwa anataka kuiazimisha sikukuu ya Pasaka, mtu kama huyo anaruhusiwa kufanya hivyo mwezi mmoja baadaye, jioni ya siku ya 14 ya mwezi wa pili. Ataiazimisha kwa kula mikate isiyotiwa chachu na mboga chungu. Wasibakize chakula chochote hadi asubuhi, wala wasivunje hata mfupa mmoja wa wanyama wa Pasaka. Wataiazimisha sikukuu hii ya Pasaka kulingana na kanuni zake zote. Lakini mtu yeyote ambaye ni safi au hayuna safarini asipoazimisha sikukuu ya Pasaka atatengwa na watu wake, kwa kuwa hakunitolea sadaka kwa wakati uliopangwa. Ni lazima azibiwe kwa ajili ya dhambi zake. Akiwa kuna mgeni anayeishi pamoja nanyi na anapenda kuiazimisha sikukuu ya Pasaka, mtu huyo sharti afanye hivyo kulingana na masharti ya maagizo yote ya Pasaka. Kila mtu atafuata masharti yale yale, akiwa mgeni au mwenyeji. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndiyo Pasaka ya pili ambayo Waisraeli walisherekea wakiwa pale jangwani ya Sinai, pale mlimani Sinai, katika lile bonde la mlima lote ndiko walikuwa walipiga kambi. Mungu akawaambia, mmekwisha pata Pasaka kule Misri, Pasaka ya ushindi na Pasaka ya kuachiwa huru. Sasa mnapaswa kusherekea ingine Pasaka ya pili hapa Sinai.
Pasaka hii ilikuwa ni mwaka wa pili baada ya kutoka Misri. Ilikuwa ni tarehe 14 ya mwezi wa kwanza kulingana na sheria za Pasaka. Kama mtu hakupata kusherekea hiyo Pasaka, hii Pasaka nayo ilikuwa na masharti. Inasema kama mtu hakupata kusherekea Pasaka pamoja na wengine, Mungu aliamuru mtu huyo apate kuisherekea tarehe 14 za mwezi mwingine ujao. Ukisoma pale Hesabu 9 mstari wa 6 hadi wa 14. Sasa ingine sharti kubwa sana hapa. Kutosherekea Pasaka ile ilikuwa ni dhambi. Mgeni na mtumwa wala mtu wa mataifa wakiwa wako kwako, wangepaswa sherekea hiyo sherehe ya Pasaka kulingana na masharti ambayo Mungu alipana pale wa ile sura ya 9 mstari wa 13 na ule mstari wa 14. Lakini hapa tujue kitu kimoja ndugu yangu. Tumekwisha ambatana na Kristo. Na sasa katika ile meza yake ya mwisho alifanya na wanafunzi wake, wale wainjilisti watatu walisema ile meza, ile repas pascale walifanya ilikuwa ni chakula cha Pasaka. Na akasema ni mtakuwa mnakumbuka hii. Ndio maana na sisi tunaposogelea meza ya Bwana, Mkristo ndugu yangu, unaposogelea meza ya Bwana, kumbuka usisogelee meza ya Bwana ukiwa na ile chachu. Kwa kuwa wenzetu waliambiwa wasile Pasaka na mikate iliyotiwa nini? Iliyotiwa chachu. Usisogelee meza ya Bwana na dhambi, usisogelee meza na Bwana na kusudi zingine. Kama umekwazana na ndugu yako, nenda ukamwambie ndugu yangu, nisamehe, katengeneze maisha yako ili usogelee meza ya nini? Meza ya Bwana. Kwa kuwa Mungu anasema hivi, mtu asiposherekea Pasaka ametenda dhambi. Usipoungana na sisi, usipoungana na Wakristo wenzako kwenye meza ya Bwana, umetenda dhambi. Unamaanisha mimi ni mwenye dhambi, unamaanisha mimi sina uhusiano na nani? Na Kristo, na Mungu akusamehe sana. Pasaka ya tatu ni Pasaka ile ya Gilgali. Waisraeli hapa walikuwa walishafika Kanaani. Tunasoma Pasaka hiyo katika kitabu cha Yoshua sura ya 5 na mstari wa 10. Kitabu cha Yoshua sura ya 5 na mstari au vesi ya 10. Waisraeli walipokuwa wamepiga kambi huko Gilgali, waliazimisha sikukuu ya Pasaka jioni ya siku ya 14 ya mwezi kati tambarare ya Yeriko. Walipofika Kanaani kule Gilgali, wanapiga kambi pale Gilgali, Mwenyezi Mungu akamwambia Yoshua, mkuu hapa alikuwa ni Yoshua. Musa alishatoweka. Musa alisherekea nao Pasaka zile mbili, ile ya Ramses ya kutoka Misri na pamoja na ile ingine ya mlimani Sinai. Baada ya hapo Musa amekwisha toweka. Sasa wanasherekea hii Pasaka ya tatu wakiwa na Yoshua. Waliifanya kama vile maagizo yanayosema kwa Pasaka nyingine. Na baada ya hapo tena hawakupata ile maana tena, na hawakupata zile nyama tena za kware, kwa sababu wamekwisha kula kwa matunda ya nini? Ya nchi. Wamesha kula kwa matunda ya nchi. Manake wamesha kula kwa ile sadaka ya kwanza ya nchi. Sasa hawapashwi tena kula, maana hawapashwi tena kupata ile nyama. Kisoma kitabu cha Walawi sura ya 2 mstari wa 14 utaona hayo. Waisraeli wakafika pale Gilgali, wakapiga kambi na wakafanya ile Pasaka. Pasaka ya 4 ni Pasaka ya mfalme Ezekia. Hii Pasaka imekuwa Yerusalemu. Tukisoma kitabu cha 2 cha Mambo ya Nyakati, kitabu cha 2 Mambo ya Nyakati
sura ya 30 na mstari wa 15. Tunasoma tafika kwa mstari wa 27. Siku ya 14 ya mwezi huo walichinja mwanakondoo wa Pasaka. Makuhani na Walawi waliona aibu, wakajitakasa na kuleta sadaka za kuteketeza kati nyumba ya Mwenyezi Mungu. Walichukua nafasi zao hekaluni kulingana na maagizo yaliyokuwamo katika sheria za Mose. Mtu wa Mungu, Walawi waliwapa makuhani damu ya tambiko, nao wakainyunyizia madhabahuni. Kwa vile wengi wa wale waliokusanyika hapo hawakuwa wamejitakasa, iliwabidi Walawi kuwachinjia wanakondoo wa Pasaka na kuwaweka wakfu kwa Mwenyezi Mungu. Aidha, miongoni mwa kusanyiko hilo la watu wengi wa wale waliotoka Efraimu, Manase, Isakari na Zebuloni walikuwa wakiazimisha Pasaka kinyume cha maagizo. Hii ni kwa kuwa mfalme Hezekia aliwaombea akisema, Mwenyezi Mungu aliye mwema msamehe yeyote yule. Amina. Ndugu msikilizaji, ndugu mtazamaji, utaendelea na kusoma kuhusu hii Pasaka ya 4 ya mfalme Hezekia. Utafika pale, kuanzia pale kwenye ile sura ya 30 na mstari wake wa 15 hadi mstari wa 27. Hii Pasaka ni ya mfalme Hezekia. Ndiye aliyeita ufalme wote, kwa kuwa Waisraeli wamekuwa wamegawanyika wakawa ni falme mbili. Kutoka Gilgali, kwa ile Pasaka ya Gilgali, mpaka kwa mfalme Hezekia, watu hawakusherekea tena Pasaka. Watu walitawanyika, watu wakaenda kivyao, wakaenda katika mambo ya dunia, katika kuabudu sanamu, katika mapigano. Watu wakasahau Mungu, watu hawakusherekea tena Pasaka yoyote wakati ule. Kutoka Gilgali mpaka hapa kwa Hezekia, kuna nyakati zingine zilipita, lakini hawakusherekea Pasaka. Kwa mfano, wakati wa Waamuzi, kitabu chote cha Waamuzi, Waisraeli hawakupata nini? Hawakusherekea Pasaka. Walikwenda mbali na Mungu, hawakukumbuka Mungu aliwatoa wapi, hawakukumbuka tumpanie tena, tumtambikie Mungu wetu sadaka. Hawakukumbuka chochote, hawakujali. Kila mtu alikuwa kiajali maisha yake, wanapotea katika dunia, hawakujali maneno ya Mungu. Wakati wa makuhani Samueli, vitabu vyote vya Samueli vilipita hivyo. Waisraeli hawakufanya nini? Hawakuwa na Pasaka. Wakati wa wafalme, wakati wa Sauli, wakati wa Daudi, wakati wa Salomoni, wakati wa Yeroboamu wa kwanza, wakati wa Roboamu na wengine wafalme wa Israeli hawakufanya nini? Hawakusherekea sikukuu ya Pasaka. Ndipo mfalme Hezekia anakuja sasa. Yapita miaka mingi na mingi. Ndipo mfalme Hezekia anakuja. Anaita zile taifa mbili. Anaita Yuda, anaita na Israeli. Sisi wote ni watu wa moja, watu wa baba moja. Sasa tunapigana nini? Hatusherekei tena Pasaka ya Mwenyezi Mungu kama maagizo yake yanavyosema. Wa makuhani wameharibika kutokana na gisi neno la Mungu linasema katika hii kitabu cha Mambo ya Nyakati, hii sura ya 13. Watu makuhani wameharibika. Walawi, wafalme nao pia wamekuwa najisi. Mfalme Hezekia sasa akawaombea nini? Msamaha. Kitu cha kwanza, hii Pasaka ilikuwa ni Pasaka ya utakaso. Pasaka ya kule Misri ilikuwa ni Pasaka ya kupewa njia, ya kuachiwa uhuru, waingie jangwani wamtambikie Mwenyezi Mungu sadaka. Pasaka ya kule Sinai ilikuwa ni Pasaka ya kumtambikia Mungu nini? Sadaka. Pasaka ya Gilgali,
walifika Gilgali, ilikuwa ni Pasaka ya shukrani, sadaka ya kwanza, limbuko kwa yale mazao ya nini? Ya nchi ya nani? Ya ahadi. Walipoona mazao, walipoona matunda na mema ya nchi ya ahadi, walisahau nini? Mungu. Kama vile Mungu amekutoa mbali, Mungu amenitoa mbali. Hatupaswi tena kumwacha Mungu wetu. Turudie nyuma katika mambo ya kale. Ndio yale Paulo alisema katika Wakorintho wa kwanza sura ya 5. Anasema juu ya chachu, tusherekee sherehe hiyo si kwa ile chachu ya kale, bali tuwe wapi? Katika usafi wa moyo na nini? Na ukweli. Hezekia akawaombea msamaha. Taona pale kwenye sura ya 29 mstari wa 3. Mnamo mwezi wa kwanza wa mwaka wa kwanza wa utawala wake, Mfalme Hezekia alifungua tena milango ya hekalu, akaitengeneza. Manake hekalu ilikuwa haina nini? Haina kazi tena. Watu hekalu ya Mungu hawasherekei tena, hawaingii kuabudu Mwenyezi Mungu. Makuhani wametupa hekalu, wametembea wakaenda kivyao. Lakini mfalme Hezekia akaja tena, akaleta tena ingine Pasaka ambayo imekuwa ni Pasaka ya nini? Ya upatanisho. Imekuwa kule Gilgal, kule Yerusalemu hii Pasaka. Kuanzia kule Gilgal paka hizi nyakati zote tulizotaja, Waisraeli hawakupata tena kusherekea Pasaka. Tukisoma pale 25 hapa 20 30 26 panasema hivi: kukawa na furaha kuu mno Yerusalemu alipofanya ile Pasaka Mfalme Hezekia. Yerusalemu yote imejaa nini? Furaha. Ile furaha tena ya wokovu wa Mungu nafanya nini? Inarudia ndani ya watu wake. Kukawa furaha kuu Yerusalemu, maana tangu enzi ya Mfalme Solomoni mwana wa Daudi, mfalme wa Israeli, jambo kama hilo lilikuwa halijatokea Yerusalemu. Hilo jambo halikuwa tena. Watu wamekuwa wakienda wakizunguka katika mambo yao. 35 hapa 35 mstari wa 18. Mstari wa 18 nasema hivi: Pasaka kama hiyo ilikuwa haijasherekewa katika Israeli yote tangu siku za nabii Samueli. Hapajatokea mfalme hata mmoja wa Israeli aliyeazimisha Pasaka kama hii iliyoazimishwa na mfalme pamoja na makuhani, Walawi na watu wote wa Yuda, watu wa Israeli na wakazi wa Yerusalemu. Ndio Pasaka hii ilikuwa ni Pasaka ya upatanisho. Ilikuwa ni Pasaka, hata Biblia inataja, inasema ilikuwa ni special. Ilikuwa ni Pasaka ya kupatanisha watu wa Mungu. Wamekwenda wametawanyika, mataifa yanakuwa mawili, watu hawaabudu tena Mungu, lakini Mfalme Hezekia akafanya nguvu pale Yerusalemu, watu wakaja wakasherekea ile Pasaka. Ni Pasaka ilikuwa na sadaka kibao. Tukisoma maneno ya Mungu pale katika hiki kitabu cha Nyakati, Mambo ya Nyakati wa pili, sura ya 31 mstari wa pili hadi mstari wa 21. Unasoma pia Mambo ya Nyakati ya pili 32 mstari wa kwanza hadi wa 13 na Nyakati wa pili 33 mstari wa kwanza hadi 20. Utaona zile sadaka zilikuwa pale, zilikuwa ni wingi wa sadaka ulikuwa pale, kwa kuwa watu wa Mungu walipatana na mambo yakakuwa sawa. Katika hii Pasaka ya Mfalme Hezekia ilikuwa ni Pasaka kweli, kwa kuwa ilionekanisha upatanisho kati ya watu wa Mungu waliokuwa hawapatani tena, wakaanza kupatana tena. Kwa hiyo tukisoma kile kitabu cha Mambo ya Nyakati ya pili, ile sura yake ya 31 na mstari wa pili, tunaona mambo ambayo yamerudishwa kanisani,
mambo ambayo yamerudishwa hekaluni pamoja na zile sadaka, na Mungu akafurahia Pasaka hiyo. Mfalme Hezekia aliwapanga tena makuhani na Walawi katika makundi. Hilo ni kitu cha kwanza tena cha kufurahisha kilichokuwa tena katika ile Pasaka. Mfalme alikamata tena makuhani akawarudisha kwenye kazi zao. Kila watu walikuwa wametupa kazi zao, akawarudisha tena. Akapanga makuhani kazi zao na Walawi akawapanga katika kazi zao. Akampa kila mmoja wao wajibu maalum kuhudumu katika sehemu mbalimbali za hekalu na Mwenyezi Mungu. Wajibu huo ni pamoja na utoaji wa sadaka za kuteketeza na za amani, kushukuru na kusifu. Kutokana na mali yake mwenyewe, mfalme alitoa sehemu kwa ajili ya sadaka za kuteketezwa asubuhi na jioni, sadaka za siku ya Sabato na wakati wa sherehe za kuadhimisha mwezi wa Mwandamo na zile sikukuu nyingine zilizoamriwa kulingana na sheria ya Mwenyezi Mungu. Zaidi ya hayo, mfalme aliwaambia wenyeji wa Yerusalemu wote sehemu waliostahili kupewa makuhani na Walawi, ili wao wajitolee kikamilifu katika shughuli za sheria za Mwenyezi Mungu. Makuhani na Walawi wamekuwa wametupa kazi za Mungu kwa sababu Waisraeli walisahau ile chakula ya kubaki katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Mfalme akawakumbusha tena, wakati tulifika huku Kanani, hawa Walawi na makuhani hawakupewa shamba. Nyinyi mlipata shamba, wa Zebuloni walipata shamba, wengine wa Benyamini wengine walipata mashamba, lakini Walawi hawakupewa nini? Shamba. Waliambiwa watakula kinachokuwa katika nyumba ya nani? Ya baba. Sasa amleti mazao katika nyumba ya baba. Akaambia Waisraeli jukumu lao juu ya makuhani. Mara tu amri ilipotolewa, watu wa Israeli walitoa kwa wingi malimbuko ya nafaka, divai, mafuta, asali na mazao mengine mbalimbali ya shamba, na pia zaka nyingi za kila kitu. Watu wa Israeli na Yuda walioishi katika mji wa Yuda pia wakaleta zaka zao za ng'ombe na kondoo na vitu vingine, wakaviweka wakfu kwa Mwenyezi Mungu. Waliviweka vitu hivyo katika mafungu. Ndugu mtazamaji, unapomwamini Kristo umekwisha okolewa. Sasa ni jukumu lako kutumika kwa ajili ya Injili. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo inasafirishwa kwa gharama. Ni lazima kuwe kujitolea kwa kazi ya Mwenyezi Mungu. Ni lazima kuwe watu wa bidii, washujaa wa kazi wa Mwenyezi Mungu, ili kazi yake isirudi nyuma, ili kazi yake isichekelewe. Tuone Pasaka ambayo ni Pasaka ya 5. Pasaka ya 5 ilikuwa pale Yerusalemu. Ni Pasaka ya mfalme Yosia. Ni Pasaka iliyoandaliwa na mfalme Yosia pale Yerusalemu. Ukisoma kitabu cha Mambo ya Nyakati sura yake ya 35 mstari wa kwanza hadi wa 19, tunaona mambo hayo ya hii Pasaka. Ni Pasaka ya mfalme Yosia. Tusome kwanza neno la Mungu. Mfalme Yosia aliazimisha Pasaka mjini Yerusalemu. Wakachinja wanakondoo Pasaka siku ya 14 ya mwezi wa kwanza. Aliwateua makuhani kwa kazi zao ambazo walihitaji kufanya katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, na kuwatia moyo wazifanye kamilifu. Ni Pasaka mfalme Yosia aliandaa baada ya miaka mingi sana kutoka kwa ile Pasaka ya mfalme Hezekia. Hawa Israeli walikuwa wakienda wakirudi nyuma, wanasahau maneno ya Mungu, pia wanaamka tena na wanaendelea safari. Ndivyo ilivyo katika safari ya kwenda mbinguni.
Usimcheke ndugu yako kwa sababu ameshindwa hii leo, bali muombee. Piga magoti, uombe Mungu, mkumbuke mwenzetu. Tulikuwa tukiimba pamoja, muone sasa leo. Naomba Mungu mrudishe katika kanisa ili tuendelee na nini? Na safari. Pasaka hii ilikuwa ni Pasaka ya utakaso. Pasaka ya kujitakasa. Katika hii Pasaka ndipo kitabu cha sheria cha Mungu kilipatikana. Kwa sababu kitabu hiki kilikuwa kilipotea miaka kadhaa. Waisraeli wakawa hawana maadili, lakini wakati huu wa Yosia kitabu hiki kikapatikana kulingana na maneno ya Mungu katika kile kitabu cha Mambo ya Nyakati 34 na mstari wa 15. Panasema hivi 15. Kisha Hilkia alimwambia Shafani mwandishi, nimekipata kitabu cha sheria katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Halafu Hilkia akampatia Shafani kitabu, naye Shafani akampelekea mfalme na kumpa habari akisema, yote watumishi wako waliokabidhiwa wanafanya. Ndipo kitabu cha sheria kilipatikana tena kwa mfalme Yosia. Yosia ameanza kutawala akiwa mtoto mdogo sana. Lakini kitabu hicho kilichopatikana ikawa ni furaha kubwa katika Waisraeli. Kitabu hiki kilikuwa kilipotea wakati ufalme wa Babiloni, ufalme wa Babeli umekuja ukavamia mji wa Yuda, wakawateka nyara, hekalu likabomolewa, vitabu vya maana vikapelekwa uhamishoni pamoja na watu waliopelekwa kule uhamishoni, vikaenda kuhifadhiwa katika nyumba za kibabeli kule. Vitabu vilikosekana na vingine vimepotelea hapo hekaluni, kwa sababu hekalu nyumba moja zimebomolewa. Wakati huyu mtumishi, huyu kuhani yuko natafuta, akaanguka kwenye kile kitabu cha sheria ya Mungu, akakipelekea mfalme. Watu walikuwa hawana utaratibu tena, watu walikuwa wameshatupa maadili. Lakini kile kitabu kilipopatikana, mambo mawili yamekuwa. Jambo la kwanza, utaratibu kwa Walawi na makuhani ulirudia tena hekaluni. Utaratibu wa makuhani na Walawi umerejea tena hekaluni. Tukisoma ile mstari yake ya 3. Pamoja na hayo, aliwapa Walawi waliowafundisha watu wa Israeli na ambao walikuwa wakfu kwa Mwenyezi Mungu maagizo yafuatayo: liwekeni sanduku takatifu ndani ya nyumba ambayo Solomoni mwana wa Daudi mfalme wa Israeli alijenga. Hamuhitaji kulibeba tena mabegani. Sasa mtumikieni Mwenyezi Mungu, Mungu wenu, na watu wake wa Israeli. Mfalme Yosia aliwarejesha tena makuhani na Walawi katika utaratibu wa kazi ndani ya nyumba ya Baba. Jambo la pili lilikuwa, Waisraeli walijua kutembea sawa na neno la Mungu. Ukisoma pale 4 mstari wa 4 hadi mstari wa 12, anasema hivi: timizeni wajibu wenu kulingana na koo zenu, kufuatana na maagizo ya Daudi mfalme wa Israeli na Solomoni mwanawe. Simameni pia mahali patakatifu kama wawakilishi wa jamaa za koo zenu wasiofanya kazi za ukuhani, na kila mmoja auwakilishe jamaa moja ya Walawi. Mchinjeni mwanakondoo wa Pasaka, mujitakase. Ndipo tulisema kwamba hii Pasaka ilikuwa ni Pasaka ya utakaso. Mujitakase, halafu itayarisheni kwa ajili ya ndugu zenu, ili waweze kutimiza agizo la Mwenyezi Mungu lililosemwa na Musa. Kisha Yosia aliwapa watu. Sasa anapana sadaka hapa. Pasaka hii ni Pasaka ya utakaso.
na baada ya utakaso kuna kuja Pasaka. Huyu Yosia tunamfananisha na mfalme anayeleta mapinduzi katika maisha ya mwanadamu, katika maisha ya Waisraeli. Vivyo hivyo tukiishi maisha ya ukombozi wetu, tukifurahia ukombozi wetu wa Yesu Kristo, Yesu analeta mageuko, upinduzi ndani ya maisha yetu. Tulivyokuwa kale tunageuka, tunakuwa viumbe vipya tukiungana na kuamini damu ya Yesu Kristo. Pasaka hii ilileta mapinduzi. Mapinduzi gani? Ilikuwa ni Pasaka ya kukiri, ya kutubu na kuungana tena. Ndio maana tulisema pale juu ilikuwa ni Pasaka ya kujitakasa. Kwa kuwa ilikuwa ni Pasaka ya kujitakasa na kutubu dhambi, Pasaka hii ilileta mambo makuu. Ndipo tumekwisha sema mambo mawili kule juu. Ilirejesha utaratibu kati ya makuhani na Walawi. Imewatuma Waisraeli wakienda sawa sawa na neno la Mungu. Na cha tatu, Pasaka hii ilituma Waisraeli wanabomoa madhabahu ya Baali. Waisraeli wamebomoa madhabahu ya Baali. Na Pasaka hii ilifanyika mnamo siku 7. Na ni Pasaka ambayo imekuwa na sadaka nyingi kuliko Pasaka yote. Sawa? Tukiusoma hapa kwenye mstari wa 7. Nasema hivi: kisha Yosia aliwapa watu wanambuzi wapatao 30,000 na fahali 3,000. Wote hawa walitolewa kwenye mifugo ya mfalme. Nao maofisa wake kwa hiari yao walitoa mchango wao, wakawapa watu makuhani na Walawi, Hilkia, Zekaria na Yehieli. Maofisa wa nyumba ya Mungu waliwapa makuhani wanakondo na wanambuzi 2,600 na mafahali 300 kwa ajili ya Pasaka, ya sadaka ya Pasaka. Naye Konania na nduguze wawili, Shemaya na Nathanaeli, pamoja na Hashabia, Yaeli na Zobabeli, waliokuwa viongozi wa Walawi, nao pia waliwapa wanakondo na wanambuzi 5,000 na mafahali 500 kwa ajili ya sadaka ya Mwenyezi Mungu. Ndugu mpendwa, ndiyo Pasaka hii tunaona ambayo ni Pasaka ya utakaso. Na watu wa Mungu wakishajitakasa wangepaswa kumtumikia Mungu. Walijitoa kweli. Mfalme mwenyewe amekuwa ni mfano wa kujitoa. Ametoa sadaka, akatoa wanambuzi wapatao 30,000 na kapana mafahali 3,000. Na wengine wote maofisa wake wakaona mfano mzuri wa mfalme, wakatumika nao, wakapana zile sadaka. Na sikukuu hiyo ilikuwa ni sikukuu moja kubwa sana yenye kujaa furaha na upendo, kwa kuwa wokovu umeonekana tena katika Waisraeli. Kumtumikia Mungu kumeonekana tena katika Waisraeli. Utaratibu katika kazi za Bwana imerejeshwa tena katika Waisraeli, na imekuwa ni furaha kubwa, na Mungu asifiwe sana. Pasaka ya 6 ni Pasaka ya Ezra. Ni Pasaka ya Ezra, ilifanyika pale Yerusalemu. Hapa sasa Waisraeli wameshatoka uhamishoni, wanarudia makwao Yerusalemu. Katika hii Pasaka wameifanya kama ilivyokuwa kawaida, desturi ya Pasaka zingine. Tukisoma kile kitabu cha Ezra sura yake ya 6, kitabu cha Ezra sura yake ya 6 na mstari wa 19 hadi ule wa 22. Mnamo siku ya 14 ya mwezi wa kwanza, watu waliokuwa wamerudi kutoka uhamishoni walisherekea Pasaka.
makuhani na Walawi walikuwa wamejitakasa. Wote walikuwa safi kabisa. Walichinja mwanakondoo wa Pasaka kwa ajili ya watu wote waliorudi kutoka uhamishoni, ndugu zao makuhani, na kwa ajili yao wenyewe. Waliokula mwanakondoo wa Pasaka walikuwa Waisraeli wote waliorudi kutoka uhamishoni, pamoja na watu wengine wote ambao walikuwa wameziacha njia za mataifa mengine ili kumwabudu Mwenyezi Mungu, Mungu wa Israeli. Kwa muda wa siku 7 watu walisherekea kwa furaha sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, kwa sababu Mwenyezi Mungu aliwajalia furaha na kumpa mfalme wa Ashuru moyo wa upendo kwao, akawasaidia katika kazi za ujenzi wa nyumba ya Mungu wa Israeli. Amina. Ndiyo Pasaka ya 6 ni Pasaka imekuwa chini ya uangalizi wa kuhani Ezra pale Yerusalemu. Pasaka hizi kama vile tulivyosema zingine Pasaka ya mfalme Hezekia imekuwa ni Pasaka ya upatanisho. Zile taifa mbili zilikuwa zipatani na miaka kadhaa ilipita. Pasaka ya mfalme Yosia ilikuwa ni Pasaka ya utakaso. Watu wa Mungu wamejitakasa na wakajiweka safi ili wamtumikie Mwenyezi Mungu. Kila mtu akarudi kwenye kazi yake hekaluni. Na Pasaka hii ya 6 ni ya kuhani Ezra. Waliporudi sasa, mfalme Kuro amewaruhusu watoke kule, ambaye alionekana kama ishara ya Mwenyezi Mungu, ni mkombozi, ishara ya Yesu ya kuwaokoa, kuacha watu wa Israeli watoke utumwani Babeli ili warudi Israeli wamtumikie Mungu wao. Katika hii Pasaka tunasikia imesherekewa na Waisraeli waliotoka kule uhamishoni pamoja na watu wa mataifa ambao wamekubali kumwabudu Mungu wa Waisraeli. Ni ishara kubwa sana kwamba Yesu hana upendeleo. Iwe Myahudi, iwe mtu wa mataifa, akija kwake ni lazima apate nini? Apate wokovu. Pasaka hii imekuwa na kitu kubwa sana kama kujenga ama kukarabati nyumba ya Mwenyezi Mungu. Kwa kuwa nyumba ya Bwana imekuwa hekalu, limekuwa limebomolewa wakati wa vita, ni vema sasa nyumba la Bwana likarabatiwe ama lijengwe upya, na lijengwe kwenye misingi, kwa sababu nafasi ya kuabudiwa, nafasi ya kuabudu Mwenyezi Mungu, ni pahali patakatifu, ni lazima pawe pazuri kuliko fasi zingine. Ile nyumba ya Bwana ni vema iwe na nguvu, ijengwe vizuri, kwa urefu, kwa vyombo vya dhahabu vitakavyokuwa mule ndani ya ile nyumba ya Bwana. Nyumba ya Bwana ni lazima iwe na vyombo vya samani, vyombo vya dhahabu, vya fedha, ijengwe na mawe ya kiutajiri, dhahabu, fedha na mengine. Gharama yote ya kujenga ile nyumba, ya kukarabati ile nyumba, imegharamiwa na familia ya mfalme. Iwe na msingi imara. Ni lazima, kulingana na Ezra wakati ule, aliona ni vema nyumba ya Mungu iwe na msingi imara, ijengwe kwenye mwamba, kama vile Yesu alivyosema katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo sura yake ya 16 mstari wa 18. Anasema, wewe ni Petro, na kwa mwamba huu nitaijenga kanisa langu. Ezra aliona nyumba ya Bwana si kitu cha kufanya tu hivyo hivyo, lakini aliona ni kitu cha kufanya kwa utaratibu, polepole. Iwe ni nyumba yenye msingi bora, iwe ni nyumba
inayojengwa kwenye mwamba. Kilinganisha na maneno ya Yesu Kristo katika ile Injili ya Mathayo sura yake ya 16 na mstari wa 18. Yesu anasema hivi, nami nakwambia wewe ni Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala nguvu za kifo hazitaweza kulishinda. Ezra alijua hivyo. Akajua kwamba nyumba ya Baba ni lazima ijengwe kwenye misingi bora, hata kama walitumia mambo yaonekanayo kidunia, lakini spiritually, kiroho, Ezra amekuwa na ufunuo wa kanisa la Yesu Kristo. Kwa kuwa maandiko yanasema, Yesu pale anamwambia Petro, wewe ni Petro, na kwa mwamba huu. Watu wengi husema vibaya. Yesu hakusema mwamba ni Petro. Yesu alisema wewe ni Petro. Halafu tena akasema kwa mwamba huu. Yaani mwamba ni Kristo. Mwamba sio Petro, mwamba ni Kristo. Anamwambia kwa mwamba huu ambaye ni mimi Kristo, nitalijenga kanisa langu. Hata nguvu za kifo au milango au nguvu za shetani hazitaweza kulitikisa kanisa langu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuliojengwa ndani ya Kristo tuna nguvu. Tuliojengwa ndani ya mkombozi wetu tuna nguvu. Japokuwa majaribu yatakuja, japokuwa zoruba na pepo, lakini tusimame kwenye imani. Yeye ni mwamba bora, yeye ni mwamba imara, na nguvu za kifo hazitatutikisa kamwe tukijenga kwenye mwamba huyo. Yesu apewe sifa. Ndipo Ezra akasema kanisa la Bwana, hekalu la Bwana lijengwe, likarabatiwe tena. Ukisoma maneno ya Mungu katika ile Zaburi ya 118, Zaburi ya 118, Zaburi 118 mstari wa Zaburi 118 mstari wa 22. Wanasema hivi, jiwe walilokataa waashi limekuwa jiwe kuu la msingi. Ezra akasema nyumba ya Bwana ikarabatiwe hivyo, na katika kulikarabati ile hekalu, ukisoma kile kitabu cha kwanza cha Wafalme, kitabu Wafalme wa kwanza, Wafalme wa kwanza sura yake ya 6 mstari wa 9 na wa 15 na wa 31, utaona mambo yaliyotumika kwa kujenga lile hekalu. Wanasema hivi mstari wa 9, hivyo Solomoni alijenga nyumba ikamalizika. Dari ya nyumba ilikuwa imeitengenezwa kwa boriti na mbao za mierezi. 15 anasema hivi, upande wa ndani wa kuta za nyumba aliufunika kwa mbao za mierezi kutoka sakafuni mpaka kwenye boriti za dari, na sakafu akaitandika mbao za miberoshi. 31 anasema hivi, 31, kwa kuingia chumba cha ndani kabisa alitengeneza milango kwa mbao za mizeituni. Vizingiti na miimo ya milango vilifanya umbo la pembe la 5. Sasa ulinganisha maneno haya, linganisha mambo hayo ambayo walitumikisha kujenga hekalu pamoja na maneno ya kiroho ambayo mtume Paulo anasema pale katika ule waraka wa kwanza wa Korinto sura yake ya 15 mstari wa 42. Tusome pale ili tumalize ili somo letu. Wakorinto wa kwanza sura yake ya 15 na mstari wa 42. Mstari wa 42 anasema hivyo, ndivyo ilivyo kuhusu ufufuo wa wafu. Kama vile mbegu, mwili huzikwa ardhini ukiwa katika hali ya kuharibika, lakini hufufuliwa katika hali ya kutoharibika. Huzikwa katika hali duni, hufufuliwa katika hali tukufu.
uzikwa katika hali dhaifu, ufufuliwa ukiwa mwenye nguvu. Unapozikwa ni mwili wa kawaida, unapofufuliwa ni mwili wa kiroho. Kuna mwili wa kawaida na kutakuwa na mwili wa kiroho. Maana maandiko yasema mtu wa kwanza Adamu alikuwa kiumbe mwenye uhai, lakini Adamu wa mwisho ni roho awapaye watu uhai. Lakini unaotangulia kuwa si ule mwili wa kiroho, ila ule mwili wa kawaida, kisha ule mwili wa kiroho. Adamu wa kwanza aliumbwa kwa udongo, alitoka ardhini. Mtu wa pili alitoka mbinguni. Wote walio wa dunia wako kama huyo mtu aliyeumbwa wa udongo. Wale walio wa mbingu wako kama yule aliyetoka mbinguni. Kama vile tulivyofanana na yule aliyeumbwa kwa udongo, vivyo hivyo tutafanana na yule aliyetoka mbinguni. Basi ndugu, nasema hivi, kile kilichofanywa kwa mwili. Hapa sasa ndo tunapenda kusema zaidi. Kile kilichofanywa kwa mwili na damu hakiwezi kuushiriki ufalme wa Mungu, na chenye kuharibika hakiwezi kuwa na hali ya kutoharibika. Sikilizeni, nawaambia siri, sisi hatutakufa sote, ila sote tutageuzwa. Amina. Ni maneno haya tunayosoma na kuyalinganisha na jinsi Ezra alivyoona kuwa nyumba ya Baba, kama vile Mathayo alivyoambiwa na Yesu Kristo, nyumba ya Baba ni lazima ijengwe kwenye misingi imara, kwenye mwamba ambaye ni Yesu Kristo. Mfalme Solomoni alijenga hekalu akitumia mbao, akitumia mawe ya samani, akitumia kila kitu kilichokuwa kwenye ile nyumba kilikuwa ni cha samani, na kilikuwa na uhusiano na ukombozi wetu, na kilikuwa na uhusiano na Bwana wetu Yesu Kristo. Anaposema kuna nafasi walijenga na mbao na boriti, kwa lugha ya Kifaransa wanasema bois de cythine. Manake ni mfano, Paulo anasema kule kwa Wakorinto, mfano wa Mkristo anayepandwa katika hali ya kuharibika, akiungana na Kristo kule anageuka, anakuwa kitu kisichoharibika. Wanapojenga na mbao za mierezi au cedre, ni mtu yule, Paulo anasema kule, amepandwa akiwa ni dhaifu katika Kristo, lakini anafufuliwa katika Kristo na mwili ya utukufu. Wanapojenga kule, wanajenga na mbao za miberoshi au sipre. Ni mtu anayeokoka, anampokea Kristo na amekuwa na udhaifu, lakini alipoambatana na Kristo amepata uwezo wa Yesu Kristo. Fasi nyingine wanasema wamejenga na miti ya mizeituni, ou bien les bois d'olivier. Ni Paulo anasema kitu hicho, mtu huyo, kwa kuwa Adamu wa kwanza alikuwa wa kimwili cha udongo, na Adamu wa pili ambaye ni Kristo ni roho. Sasa ukiambatana naye, unatoka katika mwili wa kutawaliwa na mwili huyu tunaovaa, unakuwa mtu wa kiroho kulingana na gisi Kristo naye ni wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapaswa kutembea si kwa mwili, bali tunapaswa kuwa watu wa kiroho, kama vile Paulo anasema tutembee katika kiroho, ndipo hatutafanya matakwa ya mili yetu. Bwana Yesu awabariki sana. Pasaka ya saba na ya mwisho ni Pasaka ya Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ni Pasaka iliyofanyika huko Yerusalemu.
Tukisoma katika kitabu cha Luka, Injili ya Luka 22 mstari wa 15 hadi wa 16, tunasoma, akawaambia, nimetamani sana kula Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Maana nawaambieni, sitaila tena hadi hapo itakapokamilika katika ufalme wa Mungu. Amina. Ndiyo Pasaka ya saba hii, na ndiyo Pasaka ya kwanza kwetu sisi wa Kristo ambao wanamwamini Yesu Kristo. Kwa kuwa zile zingine Pasaka za mbele zilikuwa ni Pasaka za waumini wa kale, walimwamini Mungu, waliishi katika agano wakiamini kwamba Masihi atazaliwa. Sasa Pasaka hii Masihi amekwisha zaliwa na yuko hai. Ni Pasaka ya wokovu. Ndiyo inapotufunulia wokovu. Ni ishara ya ushindi wetu. Yesu amefufuka. Haiko katika wafu tena. Ameshinda mauti na kifo. Amefufuka, yuko hai. Katika hii Pasaka anawaambia kabla ya kufa kwake, nimetamani kula na nyinyi Pasaka hii kabla ya kuteswa kwangu. Lakini maana nawaambieni, sitaila tena hadi hapo itakapotimia ile hadi na kaa nanyi katika ufalme wa mbingu. Ndipo nitakayo kula tena hii Pasaka. Ni Pasaka ya mfalme, Mwokozi wetu, Mungu wetu, Bwana wetu Yesu Kristo. Na nasema, fanyeni hivi ili kunikumbuka. Ni agizo la Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana tunapokusanyika tunasherekea, tunakula na kunywa kwa ile meza ya Bwana. Tunakula mwili wake na tunakunywa damu yake ili kufanya nini? Ili kuikumbuka. Kwa maana alisema, maana nawaambieni, sitaila tena hadi hapo itakapo ikamilika katika ufalme wa mbingu. Tunatarajia hiyo. Walio na tumaini, tuko na tumaini kwamba tutamwona tena mkombozi wetu. Na siku moja atatuvuta machozi tuliolilia hapa duniani. Shida na tabu zote za dunia tutakuwa tumesahau. Wakati huyo ndipo tutakula tena naye kama alivyosema. Lakini tukisubiria kuja kwake, tunashika ile agizo lake. Anasema, fanyeni hii ili kunikumbuka. Kama hausherekei meza ya Bwana, kama haujiungi na Wakristo wenzako meza ya Bwana, jua unafanya dhambi. Yaani wewe kivyako unasema, mimi na huyo Kristo hatuna nini? Hatuna mawasiliano. Mimi na Wakristo wanaomwamini Kristo hatuna nini? Hatuna mawasiliano. Katika ibada ya meza ya Bwana, watu hujiosha na kujitakasa katika damu ya Yesu. Tunaposherekea ile meza ya Bwana, yani tunajiosha, tunajitakasa. Ndio maana Paulo anasema tusile na kunya kwenye ile meza gisi hovyo gisi mtu anafanya nini? Anataka. Kwa kuwa wengi walizania ni kitu cha kawaida. Wengi wameshikwa na maradhi, magonjwa mbalimbali, hata na wengine wamekwisha kufa kama vile Paulo alivyosema. Meza ya Bwana ni takatifu. Meza ya Bwana si mila ya wanadamu, ni agizo tuliopewa na Baba yetu na Bwana wetu Yesu Kristo, na ni lazima tufanye hivyo ili kumkumbuka. Na Bwana Yesu awabariki. Amen. Asante sana ndugu mtazamaji. Asante sana kwa wewe uliokuwa unatufuata. Tumefika mwisho wa kipindi chetu cha leo kuhusu zile Pasaka saba zilizofanyika kuanzia mwanzo kule Ramses, Misri, mpaka hapa Yesu alipofanya Pasaka yake na wanafunzi wake kulingana na maneno ya Mungu tuliyosoma katika Luka 22 15 16, pia 19 na 20, na pia katika ile Injili ya Yohana 13 13 mstari wa kwanza na wa 10.
taona ile Pasaka ya mwisho ambayo ni Pasaka ya 7 iliyoanzishwa na Bwana wetu Yesu Kristo pale Yerusalemu akiwa pamoja na wanafunzi wake. Sasa ni mwisho na Mungu akubariki. Tunaomba pamoja. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakusifu na kutukuza jina lako. Wewe ni Masihi, umekuja kutukomboa. Umeyakomboa maisha yetu kutoka na laana na kupotea na kuwa watumwa wa dhambi. Sasa tumekuwa wana katika jumba lako. Yesu, pewe sifa. Tunaombea mioyo ya watazamaji wote waliobarikiwa na neno hili. Uwalinde Bwana na uendelee kuwatakasa kama vile ulisema tufanye hivi kwa kukumbuka. Na sisi tunaendelea kusherekea sikukuu ile tukikumbuka damu yako na mwili wako iliyomwagika msalabani, maumivu makubwa uliopata kwa ajili yetu. Bwana, waponye wote wanayohuzunika kwa ajili ya dhambi zao. Watakaswe na damu yako Yesu Kristo. Uendelee kuwa nasi Bwana hadi siku nyingine tutaonana kwa kipindi kingine tukiwa salama. Katika jina lako Yesu Kristo tunaomba hivyo. Amina.